Hujambo mtazamaji wangu, karibu tena katika fundisho letu la siku ya leo. Na leo hii pia nimekuandalia makala mengine ambalo ni fundisho maalum sana ambalo linasema jinsi ya kujilinda binafsi dhidi ya kupotoshwa kiroho. Na pengine kabla ya kuingia katika fundisho hili, kama kawaida yetu huwa tunarejelea yale ambayo tulikuwa tumejifundisha hapo awali, na kichwa ambacho kilikuwa ni cha fundisho la awali kilikuwa kinasema jinsi ya kumsaidia mtu aliyeathiriwa na viongozi wa uongo kupona kiroho. Fundisho hili lilikuwa na sehemu tatu, na sehemu ya kwanza tulikuwa tunajifunza juu ya kuelewa mtu aliyejeruhiwa kiroho, na tukaona ya kwamba mtu huyu anaweza kuwa na hofu ya viongozi wa kanisa. Mtu huyu anaweza kuchanganyikiwa kiroho. Mtu huyu anaweza kuwa na hasira au maumivu, na mtu huyu anaweza kujilaumu. Katika sehemu ya pili ilikuwa ni hatua za kumsaidia kupona, na tukaona ya kwamba ni vizuri kumsikiliza kwa huruma, ni vizuri kumkubalia na kudhibitisha maumivu au maumivu yake. Vile vile ni vizuri kumsaidia kutenganisha Mungu na watu. Ni vizuri kumrejesha kwenye neno la Mungu. Vizuri kumhimiza kusamehe bila kulazimisha haraka, na vile vile ni vizuri kumsaidia kuomba pamoja naye. Sehemu ya tatu ilikuwa ni makosa ya kuepuka, na tukaona ya kwamba ni vizuri kuepuka kumhukumu au kumlaumu. Ni vizuri kuepuka kumlazimisha kusamehe haraka. Ni vizuri kuepuka kupuuza maumivu yake. Ni vizuri kuepuka kumrudisha haraka kwenye mazingira yale yale, na vile vile tukaona ni vizuri kuepuka kutetea uongo uliomuumiza. Kwa hivyo siku ya leo tuna hoja 4. Hoja ya kwanza inasema hatari ya kutojilinda. Sehemu ya pili ni njia 12 za kujilinda kiroho, na sehemu ya tatu ni dalili kuwa umeanza kupotoshwa, na sehemu ya 4 ni jinsi ya kurejea ukigundua umepotea. Kwa hivyo katika nyakati hizi, kama tunavyojua, upotoshaji wa kiroho umeongezeka kati ya watu wa Mungu, na kwa hivyo si kila mtu anayehubiri au kufundisha anafundisha kweli ya Mungu, na tunajua ya kwamba ndio maana kila muumini anahitaji kuwa na ulinzi wa kiroho binafsi. Kwa hivyo Biblia inatuonya kwamba katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa kwanza kwamba wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni roho kwamba zimetoka kwa Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Na tunapoangalia sehemu ya kwanza ambayo inasema kichwa chake ni hatari ya kutojilinda, ni kwamba bila ulinzi wa kiroho mtu anaweza kudanganyika kirahisi. Bila ulinzi wa kiroho mtu anaweza kufuata mafundisho ya uongo. Bila ulinzi wa kiroho mtu anaweza kupotea, au mtu anaweza kupoteza mwelekeo wa kiroho, na bila ulinzi wa kiroho mtu anaweza kuumia kiroho. Waefeso sura ya 4 mstari wa 14, Biblia inasema kwamba tusije tukawa watoto wachanga tukitupwa huku na huku na kila pepo wa elimu. Katika sehemu ya pili tunaona njia 12 za kujilinda kiroho, na njia ya kwanza ni kujenga msingi imara katika neno la Mungu. Ni vizuri tusimtegemee mtu peke yake, bali tujifunze neno wenyewe. Katika waraka wa pili wa Timothy sura ya 2 mstari wa 15, Biblia inasema kwamba jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, ukitumia kwa halali neno la kweli. Katika hoja ya pili ni kuwa na uhusiano binafsi na Mungu. Imani yako isiwe ya watu, bali iwe yako binafsi. Katika Injili ya Mathayo sura ya 6 mstari wa 6, Biblia inasema kwamba bali wewe uombapo ingia chumbani mwako. Na katika hoja ya tatu ni kuwa unatakiwa kujaribu kila fundisho. Usikubali kila kitu bila kuchunguza. Matendo ya Mitume sura ya 17
mstari wa 11, Biblia inasema kwamba walilipokea neno kwa nia njema, wakachunguza maandiko kila siku. Na katika hoja ya 4 inasema angalia matunda ya kiongozi. Tabia inaongea zaidi kuliko maneno. Katika kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 7 mstari wa 16, Biblia inasema kwamba mtawatabua kwa matunda yao. Katika hoja ya 5 ni usifutwe na miujiza peke yake. Tunaona ya kwamba miujiza si kipimo cha kweli. Katika Injili ya Mathayo sura ya 24 mstari wa 24, Biblia inasema watatoa ishara kubwa na maajabu. Na tunapoangalia hoja ya 6 inasema jifunze sauti ya Roho Mtakatifu. Injili ya Yohana 16:13 inasema kwamba atakapokuja huyo Roho wa kweli atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Katika hoja ya 7 inasema kaa katika ushirika wenye afya. Usitembee peke yako kiroho. Katika kitabu cha Waibrania, waraka wa Waibrania sura ya 10 mstari wa 25, Biblia inasema kwamba tusiache kukusanyika pamoja. Katika hoja ya 8, epuka haramu ya kiroho. Yaani epuka kutegemea wanadamu zaidi ya Mungu. Na katika kitabu cha Yeremia 17 sura ya 17 mstari wa 5, Biblia inasema ya kwamba amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu. Na katika hoja ya 9 ni kuwa na moyo wa kufundishika. Katika kitabu cha Methali sura ya 12 mstari wa 1, Biblia inasema ya kwamba apendaye kufundishwa hupenda maarifa. Katika hoja ya 10 ni jihadhari na mafundisho yanayokurahisisha dhambi. Tunaona katika waraka wa Galatia sura ya 1 mstari wa 8 kwamba mtu awaye yote ambaye atawahubiri injili nyingine na alaaniwe. Katika hoja ya 11 inasema omba kwa hekima na utabuzi. Waraka wa Yakobo sura ya 1 mstari wa 5, Biblia inasema kwamba aombe kwa Mungu naye atapewa. Na tunapofikia hatua au hoja ya 12 inasema vaa silaha zote au vaa silaha za kiroho. Waefeso sura ya 6 mstari wa 11, Biblia inasema kwamba vaeni silaha zote za Mungu mpate kuzipinga hila za shetani. Tunapoingia katika sehemu ya 3 inasema dalili kwamba unaanza kupotoshwa. Na tunaona kwamba dalili hizi ni pamoja na unaacha kusoma Biblia mwenyewe, unamwamini mtu kuliko neno, unakubali kila kitu bila kuuliza, unapoteza amani ya ndani, na vile vile unaanza kuhalalisha mambo yasiyo sahihi. Katika sehemu ya 4 ni jinsi ya kurejea ukigundua umepotea. Jambo la kwanza ni kutubu. Jambo la pili ni kurudi kwenye neno. Jambo la 3 ni kuomba msaada wa kiroho. Jambo la 4 ni kujitenga na mafundisho ya uongo, na jambo la 5 ni kujenga upya msingi wa imani. Na katika kitabu cha Hosea sura ya 11 mstari wa 1, Biblia inasema Israeli, mrudie Bwana Mungu wako. Na tunapoelekea kumalizia, Biblia inasema tunaona ya kwamba ulinzi wako wa kiroho si jukumu la mtu mwingine, bali ni jukumu lako wewe mwenyewe. Mungu amekupa neno lake, Mungu amekupa roho wake, Mungu amekupa hekima, na vile vile Mungu amekupa onyo. Kwa hivyo amekupatia silaha hizi zote ili usipotoshwe. Na katika waraka wa Kolosai sura ya 2 mstari wa 8, Biblia inasema angalieni mtu asifanye mateka kwa njia ya falsafa na udanganyifu mtupu. Na tunapofikia kikomo, nitawacha na neno hili ambalo pia limetoka katika Biblia kwamba mtawatabua kwa matunda yao. Na kwa haya yote nawatakia kila la heri. Najua ya kwamba umejifundisha tena siku ya leo, na najua ya kwamba umeishaelewa kwamba umeishaelewa hatari ya kutojilinda kiroho. Umeelewa
njia 12 za kujilinda kiroho. Umeelewa pia dalili ya kwamba umeanza kupotoshwa, na vile vile umejifunza jinsi ya kurejea ukijua kwamba umepotea. Kwa hivyo haya yote ni mambo ambayo unatakiwa kujiangalia wewe mwenyewe, usije ukapotea, usije ukapotoshwa bila wewe kujua. Kwa hiyo au kwa hayo, nakutakia kila laheri. Mungu wetu akulinde na akurehemu. Kwa hivyo nakutakia kila laheri. Shalom.